Kama sio wewe Mungu wa upendo, kama sio wewe, kama sio wewe, kama sio wewe Yesu, kama sio wewe ambaye umetuleta umbali huu, tungesema nini? Asante kwa kibali tungekuwa wapi ya leo. Tunakushukuru Mungu, tunakuinua, tunakuabudu, tukisema ni wewe. Ninalitukuza jina lako, ninakusifu wewe peke yako, ninakuinulia macho Baba. Ninasema asante maana wewe ni Mungu, ninasema asante maana wewe ni Baba, ninasema asante maana wewe ni Mungu mkuu ambaye wastahili, wastahili Yesu, wastahili Mwokozi, wastahili kuinuliwa, wastahili kuabudiwa, wastahili kwa kila namna, wastahili kwa kila njia, maana wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Neema yako imenitosha asubuhi hii, neema yako imetutosha kama watoto wako, neema yako imetutosha kama kanisa, neema yako imetutosha kama watoto wako, neema yako imetutosha Baba, neema yako imetutosha. Uchukue ushukani maana wewe ni Mungu. Uanze nasi na umalize nasi siku hii, maana wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu mkuu ambaye unaweza yote, ambaye unaweza yote Yesu, ambaye unaweza yote, ambaye unaweza yote, ambaye unaweza yote. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu,
nguvu katika nchi yetu Baba. Ni wewe tu uliye Mungu mkuu. Ni wewe tu mwenye amani. Ni wewe tu mwenye upendo. Upendo wako Bwana hakuna ambaye anaweza kulinganisha. Hakuna mwingine ambaye analinganishwa na upendo wako. Ni wewe tu uliye Mungu. Ni wewe tu uliye Baba yetu. Ni wewe tu uliye kimbilio. Ni wewe tu uliye katika maisha yetu. Ni wewe tu tunayekuabudu. Ni wewe tu tunayekutukuza. Ni wewe tu tunasema. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana wa mabwana. Ni wewe tu Mungu wa neema. Ni wewe tu Mungu wa upendo. Ni wewe tu tunayekuabudu asubuhi. Ni wewe tu umetufanya tukaamuka mfalme. Wakati lenye saa tuamuke. Tuachira sema yao yanatoka sasa. Tuachira sao. Tuachira naye kuweka. Naye kuweka chini chetu. Naye kuweka wanene wetu. Naye kuweka masemelia. Naye kuweka watu wengine. Naye mwanene wanene. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mwenye upendo kama wewe. Hakuna mwenye uwezo kama wewe Jehova. Hakuna mwenye uwezo katika maisha yetu kama wewe Mungu. Pokea sifa zote. Maana wewe ni Mungu. We worship you Lord. Asubuhi ya leo tukiri ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama Baba yetu wa mbinguni. Baba wewe unaweza. Baba wewe unatawala. Baba wewe unatenda yaliyo makuu katika maisha yetu. Kama sio wewe Jehova, asubuhi ya leo tungekuwa wapi? Kama sio wewe Mungu wetu mkuu, tungesema nini asubuhi? Kama sio wewe Bwana ambaye umetupigania katika maisha yetu, leo tungekuwa wapi? Tunasema hakuna aliye kama wewe. Ni wewe tu uliye Mungu. Ni wewe tu uliye mwema. Ni wewe tu unayetawala. Ni wewe tu unayetenda makuu. Ni
wewe tu Bwana. Haleluya. Wewe tu Asante Bwana. tunakuabudu. Tunakutukuza, tunalimidi jina lako takatifu Bwana wa majeshi. Asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako juu ya maisha yetu Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, hakuna wa kufananishwa na wewe. Matendo yako ni makubwa juu ya maisha yetu. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Mungu mponyaji, Mungu mwenye nguvu na uweza wote. Bwana, tumenyenyekea tukikutukuza, tumenyenyekea tukikuinua, tumenyenyekea tukikushukuru kwa sababu ya wema wako juu ya maisha yetu. Bwana, asante kwa sababu ya ukombozi, asante kwa sababu ya msamaha wa dhambi, asante Bwana kwa sababu ya kutupatia nafasi kuitwa wana wa mfalme, maana tumeliamini jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya siku ya leo, tumekuja kwamba Bwana uweze kunena pamoja na mioyo yetu. Nakabidhi kila mmoja, wakubwa kwa wadogo, mikononi mwako Bwana, kwamba katika ibada ya siku ya leo Bwana ukanene pamoja na mioyo yetu, ukatusungumuzie, ukatuponye magonjwa yetu yote Bwana, ukatupe nguvu mpya, ukatusungumuzie katika njia nyingine tena. Tunakutegemea, tunakuenzi. Ni wewe baba yetu, ni wewe tegemeo letu, ni wewe msaada wetu wa karibu, ni wewe ambaye katika wewe tunainuliwa, katika wewe tunapata ukombozi, katika wewe tunapata tumaini mpya, katika wewe Bwana wa majeshi umeweza kututenda makuu. Jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe katika siku ya leo. Bariki kila mmoja ambaye Bwana amepata nafasi kutusikiza. Mungu awe karibu ama mbali, naomba kwamba ukanene pamoja na mioyo yetu. Waje sauti yako ikasikike Bwana, waje tukasikie yale ambayo unataka tuweze kuyasikia. Jina la Bwana litukuzwe na liweze kuinuliwa, kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo ambaye ni siku Bwana ameweza kuifanya. Ni Jumapili ya pili katika mwezi wa 8, na naamini kwamba Bwana ametupigania kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nawakaribisha katika ibada yetu ya kwanza. Karibu tuweze kubarikiwa pamoja. Mungu huwa anazungumza pamoja na mioyo yetu. Mara kwa mara tunapokusanyika wawili ama watatu, Biblia inasema kwamba hapo Mungu anakaa pamoja nasi. Nataka niweze kuingia katika neno la Bwana katika asubuhi ya leo, ili tuweze kubarikiwa pamoja. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 8, Matendo ya Mitume mlango wa 8, tutasoma mistari mijaje hivi. Tukianzia mstari wa 4. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of men that were possessed with them, and the men taken with palsies and that were lame were healed. Verse 8. And there was a great joy in that city. Soma mpaka hapo.
na balia basebereranetigwe bakagenda chinsemo ne chinsemo bakarandelingana le Nyasaye. Philip agatirimbuka agasomochie o Samaria akabarandelia Kristo emeganda yonsi asomo yoyomo bagategerera mangana onsi Filipo ale gukwana ekero bamuigwete na korore bikone ebyalenga gokora ekiagara abange babwatire nebireche byeubi na ebireche bibikarua asebale bikalera segetuli ekenene abantu abalenge amagata na bali abalenge birema bakaweniwa ase igoma goko monene okabase omochiolia. Amen. Bwana asifiwe. Monene abakwe. Unaposoma kutoka juu, ekero soma kurwa bwigoro wakati neno liliweza kuhubiriwa, ekero lingana lyandetiwe, watu wengi waliweza kumpokea Kristo kwa Mwokozi, abantu abanga bakamanyora Kristo buno motolia, na wale wanafunzi waliochaguliwa na Kristo ama mitume, ama aborokiwa bali ba choletwe na Kristo buna, na wale waliochaguliwa kuwekwa kufanya kazi ya Mungu katika nyumba ya Bwana, na bali ba choletwe gokora emirimo ya Nyasaye nyumba yo monene, akina Stefano, buna Stefano, akina Filipo, buna Filipo na wengine wengi na abanda abange mateso yalipoanza kuingia, emechandekero yasoete, tunaona akina Stefano wakipiwa mawe, twarolile Stefano bagwa kwa magena, na alipopiwa mawe nekera agetua magena, mitume wengine wakaweza kuwa wanatafutwa wawezwe katika jela, abarokiwa mande bakaligwa ligara barutwa chera ime. Lakini hata hivyo kolenda na wanyana boy, uoga mwingi ukaingia katika inji, obwabo bonge bogasoa sense, na wanafunzi ama wale mitume waliochaguliwa kufanya kazi ya Mungu na aborokiwa bali bacholetwe bakole emirimo ya Nyasaye, ikabidi watoke Jerusalem, ekabetera libaru Yerusalemu, wakakimbia ama wakatorokea miji mingine, bagatama kujia seme chiende, wengine wakaenda Efeso, abande bakaenda Efeso, wengine wakaenda Samaria, abande bakaenda Samaria, katika pande zote walikoenda. ase chinsemo chionzi chiri bachiete. Sasa mahali tumesoma aigase tuwasome, tunamuona Filipo tuamorolile Filipo ambaye ni mmoja wa wale waliochaguliwa, oyo mobwa gati abali bacholetwe, waliosifika kwamba wana sifa nzuri, bali balenga gotebunga n'abantu abayabale, akatorokea katika mji wa Samaria, agatama kujia somo chio Samaria, na alipoenda katika mji wa Samaria ekaraga ali Samaria, hakuenda kupumzika ama hakuenda kulala, tachiete koti mokango sekorara, kupitia yale mateso na kusambaratishwa kwa wale mitume, goeta gwatanekana na katika kule kutoroka kwenda katika miji mingine, na sasa aligotama kwenda aseme chiende, ikasababisha wakapeleka injili, ekagara bakaire nchi. Kwa hivyo kuna mateso mengine unaweza kuwa unayapitia, ase igome chando nero ratoko goetera ya kufanye utoke mahali upo era gokoro rwasol uende kwingine mahali Mungu anakuhitaji uweze kwenda. Sande ligana alisinya sago netiogen, Na alipofika Samaria, nekara igeta Samaria, kwa sababu Biblia inasema kwamba watu wengi wakalipokea neno, ekara igeta Samaria abantu abanga bakanyora lingana, walipolipokea neno kwa furaha, ekara banyora lingana eligasoma, wakaweza kuokoka, bakanyara gotoleka, wengine wakaponywa magonjwa yao, abande bakaweni kwa marwe yao, wengine ambao walikuwa wamevunjika moyo abande konyora babune kirembe wakaweza kuinuliwa tena, bakaimokereliwa igoro naende, na kwa sababu hiyo wakawa na furaha, aseigo bakabana omogoko, maana ishara na miujiza ekiagane bikone na makunya zilikuwa zinatendeka kwa mikono ya Filipo. iyo yale gokoleka asa maboko ya Filipo. Na sasa ukisoma mstari wa 8, ekara gosoma mstari wa 9, ekara gosoma kianda inasema hivi: But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God. And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with the sorceries. But when they believed Philip preaching the things
concerning the kingdom of God and the name of Jesus, they were baptized, both men and women. Inasema na katika mji ule wa Samaria kulikuwa na mtu mmoja kwa jina Simon. Na Simon alikuwa ni mchawi, ama alikuwa anatumia nguvu za uchawi. Alikuwa anatumia nguvu sio za Mungu, na akawadanganya wengi, na watu wote wakubwa kwa wadogo wakawa na uoga kwake, wakamheshimu, wakasema mtu huyu anatumia nguvu za Mungu. Mtu huyu kulingana na haya maneno anayoyafanya na hii miujiza anayoifanya, anatumia nguvu za Mungu. Na Biblia inasema kwamba watu walipoendelea kuhubiri kwa jina la Yesu wa Nazareti, watu wengi wakaokoka, na watu wengi wakaliamini neno la Bwana, na miujiza ikatendeka kupitia kwa mikono ya Filipo. Sasa yule mchawi ambaye anaitwa Simon akawa na moyo aweze kuambia akina Petero kwamba waje niwapatie hera. Unaposoma kwenda jini inasema hivyo, niwapatie hera, munipatie hiki kipawa, na mimi nikiwekea watu mkono, nguvu za Mungu zikaweze kutembea, waliofungwa wakaweze kufunguliwa, waliolaaniwa wakaweze kubarikiwa. Watu waendelee kuniogopa zaidi. Akawa na tamani, akawa anataka kabisa aweze kupata hizi nguvu, ili kwamba aweze kushtumia watu waweze kumwogopa. Nataka kusema hivi, mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, kwamba miujiza inaweza kutendwa na Shetani, na miujiza inaweza kufanyika pia na Mungu. Mnakumbuka wakati Musa alipokuwa pale Misri, hata Joshua wakati wajawi wa Misri, wajawi wa Misri waliporusa fimbo jini, na yule ambaye ni mtumishi wa Mungu akarusa yake, na yake ikameza zile wa Misri. Inamaanisha kwamba kila ufalme uko na nguvu zake, lakini ufalme wa Mungu uko na nguvu zaidi. Kila ufalme uko na miujiza yake, lakini ufalme wa Mungu uko na miujiza mikubwa. Kila ufalme uko na uoga wake, lakini ufalme wa Mungu unaweka uoga kwa wale ambao ni wa Shetani, katika jina la Yesu wa Nazareti. So mtu huyu akatamani, akasema Petero, waje nipeane pesa ili nipate nguvu hizi. Tunaishi katika kipindi watu wengine hawatumii nguvu za Mungu, wanatumia nguvu za kimapepo, wanatumia nguvu ambazo zimetoka jehanamu, wanatumia nguvu za Kishetani, wanatumia mamlaka ambayo wameweza kununua kwa pesa. Lakini kuna nguvu za Mungu zinazofanya ishara na miujiza kwa wale ambao wamemwamini Bwana. Katika ufalme wa Mungu, waliolaaniwa wanabarikiwa. Katika ufalme wa Mungu, walio wagonjwa wanapokea miujiza ya uponyaji.
katika ufalme wa Mungu waliokataliwa wanapokelewa, katika ufalme wa Mungu walio chini wanainuliwa. Kuna nguvu za ajabu katika ufalme wa Mungu. Hatuna haja kwenda kwa Shetani, hatuna haja kwenda kutafuta nguvu kuzimu, hakuna haja ya kwenda kununua kifagio, hakuna haja ya kwenda kununua vitambaa, hakuna haja ya kumeza nyuzi, hakuna haja ya kumeza holy water. Kuna nguvu za Mungu ambazo zinafanya ishara na miujiza katika jina la Yesu wa Nazareti. Yule mchawi akatamani, akamwambia Petero, akamwambia Filipo, nimeona vile uko na nguvu. Unajua Filipo alitangulia Samaria wakati watu Jerusalem walisikia kwamba Mungu anaendelea kutumikia yule Filipo. Filipo alikuwa hajajua sana neno la Mungu zaidi, so Petero akatumwa pamoja na Yohana waje kulinda misingi ya neno. So wakapata yule mchawi anamuuliza ama anamwambia Filipo kwamba nipatie hiki kipawa niweze kupeana pesa. Petero mtume akamkemea, akamwambia ufe na pesa zako, maana kipawa cha Mungu akinunuliwi kwa pesa, katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu asubuhi hii ambaye unayenisikiza, ambaye unayenipata kupitia kipaza sauti hiki, ninakwambia kuna nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi hata leo. Kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi hata leo. Sio lazima uende uwekwe makaburi, sio lazima uende ushikwe kwa kaburi ndio upate nguvu. Nguvu za Mungu zinapatikana kwa wale ambao wamemwamini Kristo Yesu, na ni katika jina la Yesu. Yule mchawi akasangaa, alikuwa amedanganya kila mtu, alikuwa amebadilisha mawazo ya watu, kila mtu alikuwa amemuogopa, wazee kwa wamama, wakubwa kwa wadogo walikuwa wamemuogopa. Lakini Filipo alipoingia vitu vikabadilika. Wakati watu wa Mungu wameingia mahali, lazima mambo yabadilike. Vitu haviwezi kupaki vile vilivyokuwa, lazima mabadiliko yawepo, lazima misingi ya kuzimu itingizwe, lazima laana zivunjike, lazima wachawi wakome na uchawi wao, lazima Mungu aweze kujitetea katika jina la Yesu. Biblia inasema walipoingia pale Samaria, neno likaachiliwa, watu wakapokea miujiza yao. Waliokuwa wagonjwa, waliokuwa na shida mbalimbali wakapata uponyaji, furaha ikaingia Samaria. Nataka nikwambie hivi, neno la Bwana laweza kuondoa majosi. Neno la Bwana liko na nguvu kuondoa kila aina ya mafundisho ya uongo. Neno la Bwana liko na uwezo kurejesha furaha mahali ambapo hakuna furaha. Maana mara tu Filipo alipoingia Samaria, akaweka neno likawa ni nuru. Waliokuwa wamefungwa na maroho ya Simoni
waliokuwa wameganganyishwa na Simoni kwa uchawi wake, waliokuwa wamegandamishwa na uoga wa Simoni, wakapokea Yesu, wakawa na nguvu mpya tumikia Mungu. Biblia inasema hivi, that is verse 8, inasema, and there was a great joy in that city. Kukawa na furaha kubwa katika mji wa Samaria. Ninaomba kwa uwezo na jina la Yesu, chochote kile kimeweza kukosesha amani, kimekosesha furaha katika maisha yako, chochote kile kimesukumwa katika maisha yako kikaweza kukupokona furaha, kikashindwa kwa jina la Yesu. Bwana akachukua nafasi, Bwana akachukua nafasi, achilie furaha, achilie amani, achilie uponyaji, achilie nguvu zake katika maisha yako, na ni katika jina la Yesu. Nimekuja asubuhi ya leo kwa jina la Yesu nikwambie kwamba Simoni alitangulia, akagandamisha watu na uchawi wake, akagandamisha watu na mafundisho ya uongo, akagandamisha watu na nguvu za uoga. Lakini Filipo alipoingia akafundisha neno, watu wakaamini neno, watu wakaamini neno, wakapata uponyaji, wakawa na furaha. Naomba furaha ya Bwana ipitayo kuelewa kwa mwanadamu, ambayo haiwezi kupimwa na vipimo vya mwanadamu, ikaweze kuwa juu ya maisha yako. Inawezekana unaishi kwa uoga, inawezekana kuna vitisho unapitia, inawezekana kuna maroho yanakufuata, inawezekana kuna nguvu umesukumiwa za kisetani, inawezekana kuna vitu vimekufanya umelia siku zote katika maisha yako. Kutoka kwa madhabahu haya ya Nyamataro ninaachilia neno la Bwana likaangaze nuru katika maisha yako, likavunjavunje kila kitu, kila ambacho kimekusuhia, kila kimekufunga, kila ambacho kimekufanya ulie, katika jina la Yesu. Ninatangaza baraka, ninatangaza neema ya Bwana asubuhi hii, ninatangaza uponyaji kwa wote waliona mashida mbalimbali, kwa wale wote ambao wamegandamishwa katika mawazo yao, mawazo yao yamekamatwa, yamenaswa na ujanja wa mwanadamu. Ninawapokonya hiyo nguvu katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo tunapenda kuomba, ninakwambia kuna Mungu Israeli, kuna Mungu muweza, kuna Mungu ambaye akona nguvu zaidi ya wachawi. Simoni alizalenda, Simoni alinua mikono juu, akasema hizi nguvu ni tofauti, akatamani hizo nguvu. Ndio nataka nikwambia asubuhi ya leo kwamba siko na uwezo wa ajabu katika jina la Yesu. Ni nini nakutesa katika maisha haya? Ni nini imekufunja moyo? Ni nini imekufanya umelia? Ni nini imekufanya umekosa tumaini? Ni nini hii imefanya umechanganyikiwa? Unaishi ukitembea kama mtu hauna mbele wala nyuma. Yesu wa Nazareti aliyeshinda kifo na mauti, yuhai, anaweza kutenda, anaweza kukunyanyua kutoka chini uweze kusimama tena katika jina la Yesu. Muumba mbingu na nchi, mfalme mwenye nguvu, ulimtumia Filipo. Simoni akasangaa, mchawi aliyefuma, mchawi aliyekita mizizi,
kwa uchawi wake pale Samaria akaweza kupata neno, akaona mabadiliko makubwa katika mji wa Samaria, akatamani zile nguvu, maana aliona kwa mikono ya Filipo ishara zinatendeka. Aliona kwa mikono ya Filipo viwete wakitembea, aliona kwa mikono ya akashangaa, akasema hizi ni nguvu tofauti katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, naomba mtu wako aliye hapa ambaye amenisikiza asubuhi ya leo, kuna nguvu, siko na uwezo wa ajabu, na hizi ni nguvu za Bwana Yesu. Walio wagonjwa kwa mkutano huu, zile nguvu zilizofanya ishara na miujiza pale Samaria na zikafanya kwao. Waliofungwa wafunguliwe, waliolaaniwa Bwana wakabarikiwe, waliokosa tumaini Bwana waone tumaini, waliofundishwa kwa mafundisho ya mwanadamu, mafundisho ya mwanadamu ya upotofu, ukawanaziwe kutoka kwa mikono yao, Bwana wakapata fundisho kamili na fundisho la neno lako. Asante Bwana, maana ni mwema. Katika ulimwengu huu kumetokea wanatumia nguvu za kimapepo, wanatumia nguvu za kimapepo kufanya ishara na miujiza, wakutumia nguvu za kimapepo, wanatumia nguvu ambazo wamenunua kutoka miji fulani, kutoka kuzimu, kutoka miji ya uganga. Wengine wako na vijiti, wengine wako na vijiti, wengine wako na mifupa, wengine wako na maji, wengine wako na mifagio, wengine wako na handkerchiefs, wengine wako na kitu inaitwa holy water, wengine wako na manyusi yanameshwa. Nimesimama, haujashindwa Bwana, haujashindwa Jehova. Wewe unaweza, unaweza Bwana, unaweza bila kutumia kifagio, unaweza bila kutumia maji, unaweza bila kutumia anointing oil, unaweza katika jina la Yesu Kristo. Unaweza bila kutumia chumvi, unaweza. Damu yako ilimwagika msalabani ili tuoshe dhambi zetu zote, na ni katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi hii. Bariki mtu, inua mtu, ponya mtu mahali hapa, walio karibu na mbali ukawatende mema, tuwatebere mema. Jina lako litukuzwe na libarikiwe milele yote, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kipawa cha Mungu akinunuliwe kwa pesa, Mungu peana bure. Jihadhari na watu wanakuombea. Watu wanapenda miujiza sana. Nasema nataka niende kwa mtu anafanya miujiza, na haujui anatumia nguvu gani. Watu wa Samaria walifikiria kwa Simoni anatumia nguvu za Mungu, kumbe ilikuwa ni uchawi. Tuombe Mungu saidi atufunulie, tujue tunaombewa na nani, anatumia nguvu za kutoka wapi. Tukienda kwa watumishi wa Mungu wanaotumiwa pamoja na Bwana kwa nguvu za Mungu, miujiza inatendeka na inatendeka ambayo haiwezi kukudhuru. Lakini ukienda kwa mtu ambaye anatumia nguvu za kimapepo, anakuconnect na madhabahu ya kwao, akikuombea baadaye kuna mambo fulani yanakufuata.
amaega yaye amangana nara ukubwati. So Bwana akubariki sana. Asigo mwana na usese. Uwe na macho ya ndani. Obe na maisha imemono. Ujue ni nani anakuombea. Umanye ningo usabe. Nani anakuwekea mkono. Ningo kubekera okoboko. Nani anakutabiria. Ningo kubanera. Amen. Amina. Hebu na tutoe sadaka zetu. Tutoe sadaka yetu. Baadaye ndio tuende katika madarasa yetu ya Sunday school. Tumepitisha karibu 10 minutes. Amen. Barikiwa kabisa mnapoleta sadaka zenu hapa.